niliwaandikia katika waraka yangu ya kwamba msichangamane na wasinzi. Yes, Paulo akaendelea kusema ya kwamba Mkristo, ukijua Mkristo yule mwingine analala kwa jirani, anafanya usherati, anafanya uzinzi, Biblia inasema msitembee na yeye, utashika hiyo kitu ako naye na wewe utaanza kufanya hiyo kitu. Mtu akishafanya uzinzi anatakana aongozwe kutubu. Atubu genuinely, itakwisha. Lakini akikaa na hatubu, ataabukisa watu na hawatajua wameabukiswa. Wao wataanza kusikia wanataka hizo vitu. Lakini ni spiritual contamination. Na Biblia inasema msishangamane na wasinzi. Verse 10. Sisemi msishangamane kabisa na wasinzi wa dunia hii. Na inasema sio wasinzi wale wa kule dunia. Hawa hata ukifanya biashara nao, ukisalimiana nao, hawana power ya kucontaminate wewe. Lakini mtu anasema Yesu ni Bwana, nimeokoka na ni msinzi. Kukugwatia ni ibada moja tu, unatoka naye hapa. Kugwatia ni kuabukiza. Angalia jirani kama anakaa kuabukizana hiyo vitu. Ni genuine. Kwanza ukiona anacheka na macho na mdomo haicheki, ni huyo. Nasema juu yake anashakaje na macho na mdomo haicheki. Hii kitu unaweza kuabukisha mtu. Na Paulo akasema msichangamane kabisa na wasinzi wa dunia hii au wenye kutamani. Alikuwa amepeana tena akasema watu wale mnaona wako na tamaa nyingi, usifanye urafiki naye, usifuatane naye. Namba 3 akasema wenye wanyang'anyi. Mtu ambaye unasikia alinyang'anya kaproti, alinyang'anya pesa, kuna pesa alikuwa naye ya mtu akakataa kumrudishia. Msifanye urafiki na huyo mtu na wewe utaanza kunyang'anya watu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi pastor, nikisikia pastor mwingine vile anafanya kwa kanisa, ninakataa kufanya urafiki na yeye, maana ataniabukisa. Tutaenda tu tukule saa pamoja, nikuje hapa nionana na nyinyi mundu kwa mundu. So sifanyi hivyo. Nachagua marafiki carefully. Bwana asifiwe. Kuna mtu aliniambia kwamba alijua mtu fulani ni anahubiri lakini anafanya uzinzi. Lakini akaniambia, lakini nikatamani anointing yake ni mzuri sana, hata kama anafanyanga uzinzi, anointing yake ni tamu sana. Nikaona aniombee. Akaenda akapiga magoti. Huyo alimuombea vizuri na upendo mwingi. Ananiambia tangu aokoke hajawahi kufanya uzinzi na mwanamke, lakini wakati aliwekelewa mikono kumaliza, aliona macho yake inaona wanawake na jia ingine, na hapo kwa ndege akashukua msishana huyo. Anawasafu hapo kwa ndege. Walipofika Jomo Kenyatta walikuja pamoja, wakaoana wiki mzima. Unajua ni kupiga simu tu unasema hatujafika Kenya, tuko jiani na huko Kenya ukifanya maneno. Sasa alikuwa ananiambia alianza hapo. Sasa alianza kila wakati iko na huyu mpaka wakati tulionana akaniambia nethokia muno mundu wa Ngai, nie njaganire, mimi mtu ya Mungu nimeharibika sana. Akanihesabia, tukasikia amefikisha wanawake 57. Haya, kikiona ni adhire muno nani, nikaona ameenda sana 57. Hata Daudi ni mshaso. Nikaona anaenda kuvuja rekodi ya Suleiman. So tuliomba. Na tulipoikata tuliangalia ilitoka wapi. Na tulipo disconnect yeye na huyo, na yeye akadisconnect na hiyo, amemaliza sasa miaka mingi mpaka amezeeka. Wananiambia hata akiangalia wanawake hasikii anything. So kama uko hapa na uko na maneno kama hayo, vizuri ni kuangalia uligwatio na nani. Biblia inasema verse 11, lakini mambo niliyowaandikia kwamba msishangamane na mtu aitwaye ndugu. Sasa hapa imetuambia in case somebody is a brother in the church na ni msinzi, amewashana na mkewe, ameshikana na mwanamke mwingine, amewashana na husband yake, ameshikana na husband mwingine. Hawa wanawake ni wazinzi, hawa wanaume ni wazinzi. Biblia inakukataza kabisa kwenda kwao, maana watakuabukisa na wewe utafanya the same. Sasa niambie hatari ya pastor msinzi akikuwekelea mikono. It's very dangerous. Na sasa utafanyaje? Siku hizi hatujuani, but it's very bad.
Na hata kuna washirika very strong, akifanya uzinzi, pastor amwekelee mkono na hajaomba vizuri, inakuja. Pastor akitoka hapo, anaanza maneno. Hata anaweza kuanza na huyo tu amewekelea mkono. Amwambie for further instructions and further counseling. Your number is 07. Na sio further counseling. Imeingia bila kupingwa. Maana pastor ameamuka, pengine amelala kesha, hakuomba the Sunday. Kama kesha ingine tulikuwa tunafanya Saturday. Unaamuka Sunday, unajaribu kusema baba nimekuja mbele zako, unalalia meza. Unakuja kwa kanisa, haujaomba, ibada haijaombewa, haujakuwa na hata hujui uambie watu nini. Ukiwa hapa ndio unaambia watu, tuimbe karibu moja nipate scripture. Siku kama hiyo ukiwekea mtu msherati mkono na mwizi, utaona vile utakuwa mbaya. Kwanza utakuwa kama wewe ndiye expert ya mambo haya. Na dhambi nyingi tunafanya ni kuabukizwa, tumeabukizwa na watu. Si kupenda, tumependa kufanya dhambi. So ndio Biblia inasema don't mix. Kwa hivyo kama uko hapa na wewe ni mzinzi, ile dawa yake ni kukuja hapa kupiga magoti kama huyo mtu. Utubu dhambi zako. Maana utaabukiza watu. Utachanganyana na watu wanakuwa your friends, alafu wanaanza kufanya the same.